Sherehe hii kwa udogo wake ipo kama mnavyoiona, lakini mtakula na ina imani mmeshapata starter, mtakunywa, naamini vinywaji vinaendelea kutembea mezani mwenu, lakini tutacheza sana. Kwa hiyo sherehe ni watu na watu ni ninyi, na raha ya sherehe ni uchangamfu. Uongo. Kwa hiyo naomba tuchangamke. Ndugu mgeni rasmi, afisa tarafa wa manispaa ya Morogoro, bosi wangu, kaka yangu Wilfred Kipako, karibu katika tafrija yetu. Kama tunaweza kuona naomba
wanne wao wote ni mfano wa kuigwa katika kata yetu. Binafsi wamefanya kazi vizuri, na kwetu sisi wengine walikuwa ni kaka zetu, wengine mama zetu. Kianza na Mwalimu Kapera, nilikuwa na proud sana nikifika shule ya Mafiga B nikimkuta, nafarijika kama mama yangu pia. Lakini pia Mzee Kunambi pamoja na igizo lake leo alikuwa ni kiungo kweli kweli, na umri wake kwetu sisi alikuwa kama mzee, lakini mshauri wetu mkubwa sana. Mama yetu Margaret naye kwetu alikuwa ni mama yetu mzuri, na tunajifunza kwake mengi. Ndugu mgeni rasmi, ukija kwa mratibu wetu elimu kata, wewe mwenyewe unajua hata sherehe za Mei Mosi kwa kazi alizofanya nzuri aliweza kutunukiwa wafanyakazi bora. Lakini pamoja na haya mafanikio makubwa sana, ndugu mgeni rasmi, siwezi kumsahau jemedari wetu mtendaji wa kata ambaye pia amekuwa ni kiunganishi kikubwa katika kata yetu ya Mafiga, na hata leo tunafikia kuwa na umoja wa watumishi wa serikali katika kata yetu. Queen of the best melody. Umepambazuka asubuhi na mapema, najitoa shuka na hisi tunazozana, kumbe moyo na nafsi vinakwazana, na sitaki moyo kupenda tena. Mwili umekufa ganzi, maumivu mwili mzima, moyo unauliza nafsi kumbuka yale ya nyuma. Niliteseka na penzi langu, mama masikini moyo wangu mimi. Sasa ni nani anayejua thamani, ajue ni mimi nani, mimi sizitamani. Sasa ni nani atayejua thamani, ajue ni mimi nani, mimi sizitamani. Nafasi ya pekee na washukuru wale wote na niwapongeze wale wote waliobuni hata kwa mkusanyiko ambako leo tuko hapa. Hata ziko nyingi, lakini si zote zinazofanya hivi. Kwa hiyo niwashukuru sana na niwapongeze sana kwa hiki ambacho mmekifanya. Jambo jingine ambalo nataka nilizungumze ni swala kupitia igizo. Wenzetu wametufanyia igizo hapa. Inaweza likawa ni kama igizo dogo, lakini lina maana kubwa sana. Limebeba dhima kubwa sana ya utumishi wetu na mahusiano mahali pa kazi. Jambo la kwanza ambalo mimi naamini kwenye utumishi, ili kazi iwe nyepesi, ni lazima kuwe kuna mawasiliano. Umefanikiwa jambo, wasiliana. Umefeli jambo, wasiliana na parties zinazohusika kwa wakati. Kumekuwa na changamoto ya baadhi ya watumishi sisi tuliopo. Unaweza ukawa umekuwa assigned kazi au ufanye kitu fulani, umeenda umefeli, lakini hurudishi mrejesho. Au umeenda umefanikiwa, hurudishi mrejesho. Huwa wakati mwingine inaleta changamoto ya mahusiano. Hata kwenye masuala ya punctuality, kuwahi kwenye utumishi wetu. Umetambiwa saa 1:30 tufike kazini. Umefika njiani umepata breakdown, umechelewa kuamka, mtoto anaumwa, unamfahamu immediate boss wako ni nani au kiongozi wako, fanya mawasiliano. Kiongozi mkuu wa shule, kiongozi mkuu wa kituo, kiongozi mtendaji wa kata, kiongozi mheshimiwa diwani, mimi nitachelewa kidogo na changamoto 1, 2, 3, 4. Na ndio ngwata. Lakini kama hauna sababu, ni vizuri ufike kwenye eneo la kazi kwa wakati na jenga tabia hiyo, mambo mengine yatakuwa mazuri. Mara nyingi sana huwa naongea na watendaji wa kata na baadhi ya watendaji wa mitaa ambao wanakutana nao. Huwa anasema tusiishi maisha ya kutegeana. Kwenye utumishi huu kuna maisha ya kutegeana. Mtumishi anamtegea bosi wake.
anasubiri ajikwae ili amseme au aseme hanisaidii. Lakini vile vile na bosi naye anamtegea mtumishi wake, anasubiri ajikwae ili aje amseme. Hayo maisha mimi siyapendi. Msitafutiane ajali kwa mtumishi wa Mungu, na usimvizie mwenzako akosee ili umseme. Ukigundua anapokwenda sio sahihi, basi mrekebishane mapema. Na mkiwa mnatafutiana ajali, mwisho wa siku mtatengenezana visukari na pressure. Bosi ambaye anakusimamia atapata pressure juu yako wewe, lakini na wewe anayekusimamia wewe utapata pressure juu yake yeye. Jambo ambalo sio jambo jema. Mtumishi wa umma ni sehemu ya kufurahi na kufanya kazi kwa kushirikiana. Kwa hiyo niwaombe sana tufanye kazi kwa kufurahi, kwa kushirikiana na kwa umoja. Mkifanya hivyo kazi huwa zinakuwa nyepesi. Lakini mkifanya hivyo hata hawa ambao wako mbele, hususani mwenye duka, kwa maana chama chetu tawala ambacho kinachoongoza kwa sasa, tutakuwa tunarahisishia majukumu yao na utekelezaji wa ilani ya chama. Tunajua kila baada ya miaka 5 ilani huwa inatolewa, ambayo kwayo sisi watumishi wote tunatakiwa tuitekeleze. Kwa hiyo tukiwa tunafanya kazi kwa ushirikiano na kwa ujirani, ina maana tunatekeleza ilani na hawa tunasababishia mzigo unakuwa sio mzito. Kwa hiyo niwaombe sana tufanye kazi kwa kushirikiana. Tuna changamoto sisi vijana, na nadhani watu wa afya watatusaidia. Tuna changamoto sisi vijana tunaokuwa tunaishi maisha ambayo ni very modern. Mafiga kwenda hadi kutoka hapa Chief Kingalo kwenda pale ofisi ya mkuu wa wilaya bodaboda. Si ndivyo? Si ndivyo? Nyumbani majani yameota kidogo, umeita mtu boy anakuwa. Si ndivyo? Alafu jioni mchana unaomba chips zege na soda. Si ndivyo? Na Pepsi ya baridi huyo anachagiza. Nina ushuhuda kwenu. Kama miezi 3-4 nilipita Muhimbili. Most cases za vijana wanaopata changamoto za afya ziko pale Muhimbili, mpaka niliogopa. Lakini kila nikikaa nikitafakari, ninaona mtindo wa maisha ndio unaotugharimu. Mtindo wa maisha ndio unaotugharimu. Niwaombe, wala sio lazima, lakini niwaombe tubadilishe mtindo wa maisha. Usipende vitu ambavyo ni processed, preserved na vitu ambavyo vinatumia mafuta mengi na sukari nyingi. Tubadilishe kidogo mtindo wa maisha. Lakini vile vile tufanye misuli yetu inafanya kazi muda wote. Ukipata sehemu ya kutembea tembea, ukipata sehemu ya kukua, ukipata sehemu ya kulima lima, ukipata sehemu ya kutengeneza kitu fulani tengeneza, ili mradi mwili wako utoe jasho. Endelee. Mwenyekiti uendelee. Wakuu wa taasisi ambazo ziko ndani ya kata Mafiga, umoja huu muendeleze. Ninajua kuna divergent mind. Kuna watu wamediverge, sio wote watumishi hapa tuliopo, wengine hawapo, si ndivyo? Kwenye community kwenye divergent mind wapo. Yaani mtu akili yake na diverge tu. Unaweza kusema twende huku, mzake mtu tu akili yake na nini? Inaamua kuelekea upande wake mwingine. Hiyo ipo. Lakini wakianza kuona nyinyi mmesogea, na wao wataanza kuona hao wao kuelekea ni kuzuri, na wao watawachoja. Lakini kuna wengine ni matomaso. Yaani hawapendi kuhusika kwenye kitu mpaka washuhudie kinafanyika. Kwa hiyo wengine kupitia hivi ambavyo mmefanya, kwa wengine litakuwa ni somo ambao wameshinda kufika hapa, au wana ile akili ya kusema mimi kwa kama rekebishika sehemu fulani. Bwana utete nao wanaoteta nami, upigane nao wanaopigana nami. Bwana utete nao wanaoteta nami, upigane nao wanaopigana nami. Ushike ngao na kigao, usimame unisaidie. Utoe mkuki uwapige wanaonifuatia, uambie nafsi yangu mimi ni wokovu wako. Utoe mkuki uwapige wanaonifuatia, uambie nafsi yangu mimi ni wokovu wako. Wananiuliza mambo nisiyoyajua, Bwana utete nao wanaoteta nami, wanapigana nao upigane nao, pigana nami, naomba we nitetee. Bwana utete nao nitetee, nami Baba nitetee, upigane nao, pigana nao.
nafsi yangu, wafadhaishwe wawe kama makapi mbele ya upepo, malaika Bwana wangushe chini. Walikuwa kama jinsi ilivyo tulipoikuta mwaka 2020. Tulikuta ikiwa pale, maana yake na mgawanyiko mkubwa, lakini kwa juhudi zote na kwa nguvu za Mwenyezi Mungu aliyotusaidia na kwa ushauri wa serikali yetu na kipenzi chetu pia mama yetu Samia kuiweka nchi yetu katika umoja, tumeweza kufikia hapa tulipo leo. Kata ya Mafiga haitembei tena, inakimbia kwa sababu ya majemedari wote hawa. Hebu naomba tujipongeze kwa makofi. Ninayo furaha kubwa sana ndugu mgeni rasmi, mengi siwezi kuyasema, lakini unazo kata 29. Huu ni mfano wa kuigwa, na sisi tunakuhakikishia ndugu mgeni rasmi, kwa vyombo hivi ambavyo Mungu amenipa, naamini ni vyombo ambavyo vilivyotukuka na vina mafuta ya Roho Mtakatifu kwa ajili ya kuikimbiza manispaa yetu kuelekea jiji. Nikuombe tu mgeni rasmi, ninayo mengi ya kusema lakini niishie hapa. Huu ni mfano dhahiri ya kwamba Mafiga tuko salama, na Mwenyezi Mungu akitusaidia, endapo tutakuwa jiji, na hakika huenda Mafiga ikawa halmashauri ndani ya jiji la manispaa ya Morogoro, kwa sababu tuna uwezo, tuna nia na tuna nguvu na tuna umoja. Naamini mambo yote yatakwenda vizuri. Haya masela waonyeshe tunachezaje hapo. Wewe misondo umepigaje hapo? Ndugu mgeni rasmi, Umoja wa Watumishi kata ya Mafiga uliundwa mwaka 2024 ukiwa na wanaumoja 262, lengo likiwa ni kuwaweka watumishi pamoja katika masuala mbalimbali ikiwemo masuala ya furaha na huzuni,
pamoja na kuwashika mkono wastaafu. Kupitia umoja huu ambao mwana umoja ni mtumishi anayefanya kazi katika kata ya Mafiga kwa kuzihusisha taasisi zetu 7 za umma ambazo ni ofisi ya afisa mtendaji wa kata, kituo cha afya Mafiga, Mafiga sekondari, shule za msingi Mafiga A, Mafiga B, Misfini A na Misfini B. Kama tulivyotangulia kusema hapo awali, shabaha ya UWAKAMA ni kuwaunganisha watumishi na kushikana mkono katika shida na raha kwa kuchangia kiasi kidogo sana cha pesa cha shilingi 2,000 pindi mwana umoja anapopata tukio la shida ama furaha. Tukio ya huzuni tuliojiwekea kwa kuanzia ni pamoja na msiba wa mzazi, mtoto na mwenza wa umoja, na matukio ya furaha ni pamoja na harusi ya mwana umoja anayeoa ama kuolewa. Tukio hili la harusi mhusika uchangiwa mara moja tu katika umoja wetu. Ndugu mgeni rasmi, tangu kuanzishwa kwa umoja wetu tumefanikiwa mambo yafuatayo. Kwanza ni kuwaunganisha watumishi wa kata ya Mafiga kama unavyotuona leo hii. Lakini la pili, tangu kuanzishwa umoja huu tumefanikiwa kutoa faraja kwa wanaumoja wawili ambao kwa bahati mbaya wenzetu walipoteza wazazi wao. Leo hii tunawashika mkono pia wanaumoja 4 wanaostaafu utumishi wa umma mwaka huu, ambapo utawakabidhi zawadi zetu ikiwa ni ishara ya kuwaaga na kwa kuitumikia vizuri serikali, na tunawatakia heri katika maisha yao ya baada ya ajira. Fanikio la 4 mgeni rasmi ni kuandaa tafrija hii ambayo na wewe mwenyewe unashuhudia. Umoja huu unakabiliwa na changamoto kadhaa, ikiwa ni pamoja na baadhi ya wanaumoja kuto kushiriki kwa wakati, hususan kwenye suala la michango pili tunapopata tatizo. Lakini hili hatulichukulii kama ni tatizo kubwa kwetu, kwani ndio umoja unaanza. Hivyo tunaamini mambo yatabadilika na tutafikia malengo kwa kadri tunavyoendelea. Tunatoa shukrani za dhati na za unyenyekevu mkubwa kwa Mwenyezi Mungu kwa kutupa afya na uzima uliotuwezesha kuona mwaka 2025 na hatimaye kujumuika pamoja jioni ya leo. Pia tunakushukuru sana wewe mgeni rasmi kwa utayari wako wa kujumuika nasi jioni ya leo licha ya majukumu mengi ulionayo. Narudi nyumbani, maisha ya mjini yamenishinda, na salama sio mchezo. Narudi kijijini kutekeleza amri ya nguvu kazi na kwenda kujiunga na wazee.
narudi nyumbani yo. Oh, narudi nyumbani. Unamuogopa nani? Ai wewe, hey, baby ni Juma, kwani mimi si mali yako? Unamhofia nani? Ai wewe, mimi naona raha kama tunawakera, na bila hata kuwagusa, bila hata kuwasema. Mimi naona raha kama tunawaboa, bila hata kuwaomba, bila hata kuwagasi. Mungu kaumba dunia ina watu na viatu, kaumba dunia ina vitu na vituko. Mungu kaumba dunia ina watu na viatu, ila si tunavyopendana watachana wao. Tunadunda mpaka 2025, 2026, 2027, 2028. Tunadunda mpaka 2029, 2030, ila si tunavyopendana watachana wao.